Church girl anenda kansan kwa ibada, ni wa kwanza anampenda Mungu, anamwimbia Mungu wakati wa ujana wake, ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni binti mwenye hofu ya Mungu, yeah. Na mema nakakuputia, ni miaka wake, ni mtaka mupate. Oh, Chapsta leta na ibada, ni wa kwanza anampenda Mungu, anamwimbia Mungu wakati wa ujana. Ujana wake ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni binti mwenye hofu ya Mungu. Maana Biblia inasema nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo sisi inatubidi, sisi watu wa kanisani, inabidi sisi ndio tutoke tukahubirie watu, lakini tusikae huku ndani. Huko nje jamani, kuna watu ni wameharibika. Yaani vijana, naumia sana nikiona vijana hawamjui Mungu. Naumia sana kwa kweli kuona vijana wameharibika, wadada, wakaka wote wameharibika. Sasa hivi hamna mtu mwenye wafadhali, si wakaka wala wadada. Naumia sana. Yaani vijana huko mtaani wanavuta bangi, wadada wanajiuza. Yaani bila aibu, wababa watu wazima wananunua mabinti wadogo wenye umri sawa na baba zao. Lakini pia na sisi mabinti inabidi tulinde utu wetu, tujithamini. Maana Biblia inasema kwamba huu mwili kwanza sio wetu, ni hekalu la Mungu. Sasa unakuta yani binti anajiuza, binti anavaa nguo za ajabu. Sasa hivi mabinti wanatembea uchi, wamesahau kabisa kama sisi ni hekalu la Mungu, inabidi tuishi maisha matakatifu. Ni kweli inabidi sasa hivi tupange siku ili tusambaze habari za Bwana, ili watu waokoke, wamrudie yeye. Ndio hivyo, maana hata ile Biblia kwenye Yohana 3:16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa kama Yesu Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe Yesu, na sisi inabidi tujitoe, ambao tayari tumeshaipata neema, ambao tayari tumeshamjua Yesu. Kwa inabidi sisi tujitoe, tuwafikie na vijana wengine ili nao wamjue Yesu. Mimi naamini kizazi kijacho kitakuwa ni kizazi cha ajabu sana. Kwa hiyo inabidi sisi wa kuibadilisha kesho ya vijana wa wengine. Mungu anamwimbia Mungu wakati wa ujana wake, ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni binti mwenye hofu ya Mungu, yeah. Na mema nakakuputia, ni miaka wake, ni mtaka Dada. Abe. Amani. Binti mwenye hofu ya Mungu. Naona umependeza. Amina. Unaelekea wapi? Naweza nikakusindikiza? Hapana. Kwa nini? Sisi watu tuliookoka hairuhusiwi, inaita ushuhuda mbaya. Kuokoka? Ndio. Ndio. Shuhuda gani tena? Okay. Biblia inasema kwamba tubuni mkabatizwe maana ufalme wa mbinguni umekaribia.
Kwa hiyo kakaangu, mimi nakushauri uokoke, maana duniani ni ya muda mfupi tu, tunapita, lakini baada ya hapo kuna maisha mengine mbinguni. Kwa hiyo utaenda jehanamu. Kwa hiyo nakushauri sana umpokee Yesu, uokoke. Haya mambo ya duniani ni ya muda, ni ya kitambo. Niokoke niende wapi? Na natafuta kitu gani ili niokoke? Huku duniani maisha mazuri. Ukiokoka yote ya duniani unayaacha, unayafuata ya huko sijui wapi, sijui kwenye wokovu, sijui kwenye kuokoka. Unaokoka nini? Dada mzuri kama wewe unatakiwa utulie huku mtaani kwetu. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zile mbaya. Kwa hiyo mimi nakushauri uokoke ingali bado upo kijana, umtumikie Mungu. Hiyo kuokoka ya kwako hiyo, nitolee usiku wako bwana hapa hiyo. Hiyo kuokoka ya kwako hiyo. Sawa kakaangu, natumaini wakati mwingine tutaelewana. Kuhusu kuelewana hapo, ngoja nitalifanyia kazi. Unaweza ukaenda kwa sasa. Sawa kakaangu, nashukuru pia, lakini kumbuka tu inabidi uokoke. Tutaonana wakati mwingine. Sawa, ila habari za kuokoka wewe nenda bwana. Haya, hamna shida, bye. Haya, sawa. Church girl anaenda kanisa kwa ibada, ni wa kwanza nampenda, Mungu anamwimbia. Mungu wakati wa ujana wake ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni binti mwenye hofu ya Mungu. Church girl anaenda kanisa kwa ibada, ni wa kwanza nampenda, Mungu anamwimbia. Mungu wakati wa ujana wake ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni binti mwenye hofu ya Mungu. Oh, church kwa ibada ni wa kwanza ni wa kwanza nampenda, Mungu anamwimbia. Mungu wakati ya uswakati wa ujana wake ni mtakatifu, ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina, habari za uzima? Namshukuru Mungu naendelea salama, sijui wewe. Aisee, hata mimi namshukuru Mungu mwema kabisa katika maisha yangu. Nakuwa umependeza. Unaelekea wapi? Naelekea mara moja hapo kwa kina Esther. Tuna program, tunataka tuingie mtaani tukahubiri, tukashuhudie watu. Oh, wow. Very nice. It is a good idea, man of God, and I have appreciated your idea. Unajua mtumishi, hicho kitendo ambacho mnataka mkifanye cha kwenda kuhubiri, cha kwenda kutangaza neno la Bwana, aisee, Mungu anafurahi zaidi. Unajua hapo Wakristo wengi baada ya kuokoka wanasahau kuwa bado hapo wengine ambao dunia imetawala katika maisha yao, dhambi imetawala katika maisha yao. Tunahitajika sisi watumishi wa Mungu, ni nafasi yetu na tufanye tukahubiri Injili, maana maneno ya Mungu anasema Mungu alikuja kutafuta na kuokoa kila kilichopotea, ambao tunatakiwa tukahubiri Injili ni mimi na wewe mtumishi wa Bwana. Amina mtumishi. Usiwe na wasiwasi, na mimi niko pamoja nanyi katika maombi na nitawaombea, najua mtafika mbali zaidi na Mungu atawainua viwango hadi viwango. Amina. Mtumishi, pia nawe unaenda wapi? Swali zuri sana. Nimepigiwa simu na Mwalimu Joshua, ameniambia kwa jirani yake pale yuko ni mtoto ana mapepo, naenda kumfanyia maombi. Mungu akubariki sana mtumishi. Tunakuombea pia. Asante, naombea pia na Mungu awabariki, awatie nguvu. Sawa. Haya.
Haya. Church girl anaenda. Amina. Habari njema ya Yesu Kristo anayeponya, anayeokoa, anayeuisha. Unaletea mambo mimi ya kuokoka hapa, si maana si Yesu yana nusu nini? Mimi mwenyewe hapa biashara mbaya inanisumbua, naletea mambo yako kuokoka, mtoka hapa. Pokea Yesu Kristo, hata hiyo nguo uliovaa hutoweza kuivaa. Ni nguo ambayo inawapasa wanaume. Sasa unanipangia na nguo za kuvaa? Unanipangia na nguo za kuvaa? Nimesema ondoka. Hapana, sikupangie dada yangu. Nenda. Naomba ondoka. Dada samahani, mimi nataka wewe mwenyewe uokoke, umrudie Yesu, uachane na hayo mambo. Dada nimesema ondoka. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali, na wagogo waimbe na kumsifu Bwana. Haleluya, waimbe haleluya. Wanyakyusa waimbe na kumsifu Bwana. Haleluya, waimbe haleluya. Na Makonde waimbe na kumsifu Bwana. Haleluya, waimbe haleluya. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali, na wagogo waimbe na kumsifu Bwana. Waimbe haleluya. Na Wachaga waimbe na kumsifu Bwana. Waimbe haleluya. Wanyakyusa waimbe na kumsifu Bwana. Waimbe haleluya. Wa Makonde waimbe na kumsifu Bwana. Waimbe haleluya. Ndio. Nimekuja na kuhubiria maneno ya Mungu. Ndio. Natamani sana kakaangu uokoke. Mimi mwenyewe natamani sana kuokoka, hata leo, kesho. Ila nitaokoka, usijali dadangu. Hiyo siku ni lini? Biblia inasema muda unaofaa ni sasa. Sawa, usijali dadangu, nitaokoka. Kwa utaokoka? Ndio, nitaokoka. Jamani, leo? Ndio. Nimefurahi sana. Njoo basi unihubirie ndani. Hapana, ndani tena jamani. Ndio, njoo we, njoo, hamna shida, njoo. Hapana kaka. Njoo, hamna shida, we njoo. Church girl anaenda kanisani kwa ibada, ni wa kwanza nampenda. Mungu anamwimbia, Mungu wakati wa ujana wake. Ni mtakatifu, ni mkamilifu, ni binti mwenye hofu
ya Mungu kanisani Agosti, kila Jumapili, kila kipindi